katika moyo wako, uanze kuona ndani yako kwanza ya kwamba mimi ni uncommon servant, ni mtumishi ambaye sio wa kawaida. Lakini ukisiona ni wa kawaida, never my dear, hautaweza kusucceed kwenye hayo mtazamo ulionao, kwa sababu mafanikio ya watu wengi yamefichwa katika namna unavyoona. Ili uweze kupanda viwango vya kiimani, lazima uanze kwanza kumwona aliyekuokoa ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Ili uweze kuishinda dhambi, lazima kwanza umwone Yesu msalabani. Say amen. Usipomwona Yesu msalabani, utashindwa na dhambi tu, kwa sababu kwanza utafika stage utajikinai. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unaelewa hii sentence ya kujikinai, yaani mtu anafika stage anajisalau, unajikatia tamaa, unaanza kujiona kama lidudu fulani, unaanza kujiona kama mtu aliyechoka, yaani mtu ambaye anafaa. Unapopoteza uwezo wa kuiona thamani yako, ndivyo Mungu anapoteza nguvu ya kuanza kuonyesha vitu vikubwa. Say amen. Unapopoteza uwezo wa kuiona thamani yako wewe binti, ndivyo Mungu anapopoteza nafasi ya kukupa vitu vikubwa. Bado hujanielewa? Unapopoteza uwezo wa kuiona thamani yako kama kijana, usitegemee Mungu atakukutanisha na watu sahihi. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, ona kama Bwana. Ona kama Bwana. Mungu atusaidie sana. Tusipoteze namna ya kuona. Tusione kinyume na Mungu anavyotuwazia sisi. Yaani inafika stage mwana Mungu anasema mimi ni wakufa, mimi ni wa hivi. Hilo neno mwana wa Mungu lifute kabisa kwenye maisha yako. Moja ya watu walioshindwa ni watu wanaopenda kutumia ili kuwa ninge. Tumejifunza darasani, ukiona mtu anatumia nge tu, huyo mtu tayari kashindwa. Maana ni jambo ambalo haliwezi na lilishatokea na akashindwa huyo mtu. Kwetu sisi hakuna neno nge. Sisi kwetu ni ndio tu. Amen. Sisi kwetu ni ndio katika mazingira magumu. Lazima utamke ushindi, kwa sababu wewe sio wa kwanza kukutana na changamoto. Changamoto isikufanye upoteze yale maono yako. Bwana Yesu asifiwe. Watu tulipokuwa tunaokoka, tulikuwa na maono makubwa sana kwa ajili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuonyeshe kwamba ujue kanisa kweli ni kiumbe hai, kinakuwa na kuongezeka, lakini katika kukua si kana kwamba msingi unavunjika. No, msingi uko pale pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Msingi uko pale pale. Mtu anapotoka, kuna vitu anaanza kuvitamani vitokee kwenye maisha yake. Anapoendelea kwenye wokovu, anapokutana na milima, anaanza kupoteza kile alichokuwa anakiona mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Alipokoka alikuwa anatamani awe mwimbaji kama fulani, alikuwa anatamani ahubiri kama fulani, lakini kadiri unavyozidi kuendelea, unaanza kuona kabisa ndoto zangu zilikuwa ni ubatili. Unaanza kuhisi huenda ilikuwa ni miemko fulani. Ngoja nikwambie media, yaani Mungu unapookoka siku ya kwanza anakupa direction ya maisha yako wewe. Kuna watu walikuwa na direction nzuri sana, lakini kadri unavyozidi kuendelea wokovu, unajikuta vile vitu vinaanza kuseparate, zinaanza kudisapia. Kwa nini? Kwa sababu ya matatizo unayoendelea nayo kukutana nayo katika safari. Bwana Yesu asifiwe. Hautakiwi kupoteza uwezo wako wa kuona kile ambacho Mungu amekuonyesha. Bwana Yesu asifiwe. Moja ya kitu ambacho tunajifunza kwa
mtumishi wangu Yusufu. Yusufu ni mmoja wa watu ambao ni darasa kwetu sisi wapendwa. Amen. Ni darasa la kanisa la leo. Yule ndugu toka akiwa mtoto Mungu alishamuonyesha katika ndoto na maono, akamwambia wewe hautakuwa kama ulivyo, wewe utakuwa mtu mkubwa katika